Robert, kwingineko ni kwamba kwa wengi eneo la Ahero limeendelea kukumbukwa na mafuriko wakati wa mvua na ukosefu wa maji safi wakati wa kiangazi. Hata hivyo, wakazi zaidi ya 4,000 katika vijiji 6 vya Kichogo sasa wameanza kushuhudia mabadiliko makubwa kupitia miradi ya maji safi na miundombinu inayostahimili athari za mabadiliko ya tabianchi. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti anatujuza zaidi. Hili ni eneo la Kochogo, kaunti ya Kisumu, lenye wakazi zaidi ya 4,000. Kwa miongo mingi, wakazi wake wamekabiliwa na changamoto ya ukosefu wa maji safi na salama, huku mafuriko na ukame vikibadilishana na kuathiri maisha yao. Kupitia mradi wa usambazaji wa maji safi uliofadhiliwa na shirika la Human Habitat Kenya kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 50, wakazi sasa wanapata huduma ya maji karibu na makazi yao. Mbali na kuboresha upatikanaji wa maji, mradi huu umechangia kuimarisha afya na shughuli za kiuchumi katika jamii. They charge 5 shillings per 20 liters. Then we also have individual connections from different households. We have a current account and saving account. But mostly we use current account because we also have some money to spend during month end. Kochogo pia ni eneo ambalo mara kwa mara limekumbwa na uharibifu wa miundombinu kutokana na mafuriko. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, shirika la UN Habitat limeanzisha teknolojia ya safi inayowezesha ujenzi wa vyoo na majengo yanayostahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Look at this area, one of the biggest challenges of floods, it actually collapses the latrines, the pit latrines. So how did we intervene? So together with the county government of Kisumu, specific department, the health department, which has the sanitation components, we modeled a technology, we call it Safi latrine. So Safi is the Kiswahili word Safi, which means clean, but also it's actually a flood resilient latrine. So the Safi latrine solves the substructural problems because of the collapse. So what do? We line the pits with what we call the Safi rings. So we're not doing it, but we work with the community. So we transfer the technology through the training together with the county government of Kisumu. Nyumba na taasisi kadhaa zimejengwa kwa kutumia teknolojia hiyo. Gabriel Okumu, ambaye ni mlemavu wa kuona, anasema mfumo huo umeleta mabadiliko makubwa katika maisha yake. Shule pia zimefaidika. Katika shule ya msingi ya Nyamwaro, upatikanaji wa maji safi na ujenzi wa vyoo vya kisasa umechangia kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi. And it used to be less than 5. It was between 450, 500. But as we speak, we are at 800. If they are outside there, you will see the learners. So the coming of Habitat in our school has really improved the community. If you leave alone that, there were even trainings. We formed environmental clubs where the learners were trained on health issues. We have a club of about 70 learners, and sometimes the girls were trained on their own on how to use the sanitary. And we even thank God, the Habitat used to provide the sanitary for us. Serikali ya kaunti ya Kisumu inasema ushirikiano wake na Human Habitat Kenya umechangia kwa kiwango kikubwa kuboresha maisha ya wakazi wa vijiji vya Kokech, Kogola, Kabole West, Kaswa, Kang'o East na Boda. They helped us achieve our goal to some extent, because now I can report a bigger percentage of safe water coverage in Nyando. The project falls in Nyando as a sub-county, Kochogo South as a sub-location, Kochogo location, and we were covering 6 villages. Kwa wakazi wa Kochogo, miradi hii si tu suluhisho la changamoto za maji na mafuriko, bali pia ni msingi wa maisha bora na maendeleo ya siku zijazo. Laban Shikokoti, TV47, Kisumu.